wasiowe mabinti wa nchi ile, na mabinti zenu wasiolewe na vijana wa nchi ile. Lakini wamefanya hivyo, wamevunja sheria ya Mungu, wamevunja na wametenda dhambi. Maana waliambiwa wasiowe na wakaoa. Ndipo hapa sasa Ezra baada ya kuambiwa na Mungu hivi anawaambia, tuwekeni agano, tuwekeni hii agano. Ya pendo ilikuwa ni ngumu. Just imagine mwanamke uliyemwoa, umekaa naye, umezaa naye, alafu leo ili upatane na Mungu simulia leo Julius aaliwe akurejeshe kwenu. Amen. Amen. Hilo agano lilikuwa ngumu sana, lakini utakapoendelea kusoma, wazee walikubaliana na hilo agano, wakasema haya basi, na mambo haya na yatendeke leo. Yule ambaye alikuwa ameoa mwanamke ambaye si wa Mwisraeli, si wa taifa lao, na akazaa na yeye, ilikuwa ni lazima amurejeshe, ilikuwa ni lazima arejeshe. Ili unapoweka agano na Mungu, liweke kutoka ndani ya moyo wako, ukijua ya kwamba utalitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Uliweka ukijua kwamba utatimiza, utatimiza. Mwanadamu mara nyingi ndio rahisi kabisa kuongea, lakini ni vigumu kutimiza. Ninawaambia siku ya leo, Mungu awape kutimiza kile ambacho utamwambia. Mungu akupe kutimiza, Mungu akupe kutenda kile ambacho utamwambia na kile ambacho ulimwambia. Agano la kwanza ni mwanadamu kumwambia Mungu kile ambacho atamtendea. Mwaka huu umeandaa nini kwa ajili ya Mungu? Umeandaa nini? Utamwambia Mungu nini? Si kumwambia akutendee, hapana. Kila ambacho utatenda ni kwa ajili ya Mungu. Kwa mfano, wale wa Israeli walikaa katika dhambi ya kukaa na wake ambao Mungu aliwakataza wasioe, na walipogundua walifanya nini? Wale pamoja kabisa walifanya nini? Walipogundua kwamba hawa wanawake walio nao Mungu aliwaambia wasioe, walifanya nini? Wazee waliamua kuwarejesha, waliamua kuwarejesha, waliamua kuachana na huo uchafu, waliamua kusema kuanzia leo, kama hii ndio itanifanya nisiingie mbinguni, leo ninaachana nayo. Leo ni kuweka mipango yako na Mungu. Ikiwa jambo hili si unalijua, ikiwa jambo hili ninataka unifanye mimi Baba nisikuone, leo ninaachana nalo. Ninaachana na dhambi, ninaachana na masengenyo, ninaachana na kuchelewa, ninaachana na kuto kumtolea Mungu, ninaachana na kuto kufanya mapenzi ya Mungu. Hayo ndio unaweza kuweka agano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana wana wa Israeli walipotambua dhambi yao, waliacha ama hawakuacha? Waliacha ama hawakuacha? Tazama ni wapi wastahili kurekebisha, wastahili kusimama na Mungu, wastahili kumwambia ili Mungu wa mbinguni akatende sawasawa na mapenzi yake. Yeye agano la Mungu ni dhabiti. Kila Mungu alichosema atatenda ni lazima atatenda. Hakuna mahali hata katika Biblia Mungu alisema nitafanya na akakosa kufanya. Wacha tuone agano la Mungu kwa mwanadamu. Agano la Mungu kwa mwanadamu. Alimwambia Mungu nini? Na tuone Mungu akitimiza katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 17 kuanzia mstari wa kwanza. Mwanzo 17 kuanzia mstari wa kwanza. Fanya haraka. Mwanzo 17 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Tuone agano la Mungu kwa mwanadamu. Mungu alisema nini? Mwanzo 17 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 9. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, ndio Bwana akamtokea Abrahamu, akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Sasa Abrahamu hapa miaka imeenda,
alifanya na Abrahamu. Kuna agano anataka kulifanya na Abrahamu wakati Abrahamu miaka imeenda, yuko na miaka 99 na Mungu anataka kuweka agano na yeye. Wacha tuone ni agano gani anaweka na je, atatimiza? Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nami nitakuzidishia sana sana. Mstari wa 3. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi ni agano langu nimefanya nawe. Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Hebu sikia sasa. Sikia. Mungu anaanza kuweka agano dhabiti ndani ya Ibrahimu. Anamwambia wewe, jambo la kwanza utaongezeka na ana mtoto, na anamwambia utakuwa baba wa mataifa. Ili mtu awe baba ni lazima awe na nini? Ni lazima awe na nini? Anamaanisha atampatia mtoto katika maisha yale ya uzeeni ya miaka 99. Mzee wa miaka 99 anaweza akapata mtoto kweli? Miaka imeenda, miaka 99 ni mzee. Sasa hapa agano la Mungu ili nikuonyeshe vile agano la Mungu lilivyo dhabiti na linalofanya kazi. Akamwambia utakuwa baba wa mataifa. Tena si wa taifa, si wa taifa. Tunapozungumzia ni nchi mbili, mataifa. Kenya ni taifa, Tanzania ni taifa, Uganda ni taifa, Zanzibar ni taifa. Sasa Mungu anaongea juu ya mataifa, maana yake ni nchi hizo zote. Yeye Abrahamu atakuwa baba. Hebu tuone itakuwaje. Tuendelee. Mstari wa 5. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu. Unaona sasa, anaanza kubadilishwa jina. Abrahamu ni akiwa mmoja, Ibrahimu ni wakiwa wengi. Maana ni kutoka katika kitovu chake, kutoka katika mwili wake kutapatikana watu wengi, ndiposa aweze kuwa baba wa mataifa. Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. 6. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. 7. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, unaona, na uzao wako baada yako na vizazi vyao. Unaona sasa, Mungu analithibitisha agano lake kwamba litakuwa imara. Kitu kilicho imara ni kitu kisichojika, ni kitu kisichotetereka, ni kitu kisichoisha. Agano la Mungu kwa mwanadamu huwa ni imara wakati wote, huwa ni dhabiti wakati wote, na kila Bwana alichokwambia atakutendea. Hata nani asimame, hata falme zisimame, ni lazima Mungu atatimiza, kwa sababu agano la Mungu ni kweli na ni dhabiti. Anamwambia nitakufanya kuwa baba wa mataifa, nitakuzidishia, utapanuka na kwako watatoka wafalme. Tunaona kutoka kwa Ibrahimu ndipo ufalme ulianzia pale. Daudi akapatikana na hata wale wengine kina Sauli wakapatikana. Agano la Mungu akisema nitakubariki, amen, akisema nitakubariki, hakuna atakaye zuia. Akisema katikati ya maadui nitakuinua, hakuna atakaye zuia. Akisema watoto wako watasoma, hakuna atakaye zuia. Maana alimwambia Abrahamu ya kwamba nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Tuendelee. Nitakuwa Mungu kwako na uzao wako baada yako. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi nacho. Maana anamwambia atakuwa Mungu kwake, yaani atakuwa Mungu kwa Ibrahimu. Maana yake sisi ni uzao wa nani? Sisi ni uzao wa nani? Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Na ameni hata uzao wako mimi nitakuwa Mungu kwao. Hata sisi siku ya leo ni watoto wa Mungu, maana tumemwamini Yesu Kristo na tumefanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo agano la Mungu na Abrahamu bado linaendelea, maana tayari sisi tumepatikana, viongozi wamepatikana, watu wamekwisha kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Agano la Mungu kwako nimekuja kukwambia ni thabiti. Nimekuja kukwambia hakuna mchawi wala mganga anaweza kubadilisha kile Mungu amepanga ni kwa ajili yako. Mstari wa 8. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni. Nchi yote ya Kanaani kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mstari wa 9. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Ukiangalia maana Mungu alisimamisha agano lake na Abrahamu, akambadilisha jina, akamwita Ibrahimu, akamwambia nitakubariki, utakuwa baba wa mataifa. Kutoka kwa Sara alipatikana nani? Sara alizaa nani? Sara alizaa nani? Changamuka. Sara akazaa Isaka, na kutoka kwa Isaka akapatikana Esau na Yakobo, na sasa uzao ukatamba, watu wakaongezeka, baraka zikazidi kuongezeka, kwa sababu Mungu alimwambia nitakubariki na uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Kutoka kwa Isaka watu wakaongezeka, watu wakawa ni wengi, na agano la Mungu likawa ni thabiti. Akamwambia na usilivunje agano langu. Agano langu litaendelea kizazi hata kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Leo Bwana anakwambia nini? Twende katika kitabu cha Zakaria 9:12. Sasa naenda kumaliza kile Bwana anachokwambia siku ya leo, ili asimamishe agano lako, ili agano ambalo unaweka na yeye likaweze kuwa thabiti. Kuna kitu Bwana anasema na wewe siku ya leo. Zakaria 9:12. Zakaria 9:12. Irudieni ngome. Enyi wafungwa watumaini. Hata hivi leo nasema. Hata hivi leo Baba anaongea na sisi hivi leo. Ya kwamba nitawarudishia maradufu.